Mwanamke kijana alilala kwa usingizi mzito shambani, macho yake yakiwa yamefunikwa na manyoya madogo ya majani. Amani alikuwa amelala sana, akisongea kidogo na kupiga pumzi nzito. Marafiki wake wawili, Shiku na Zawadi, walimkuta wakitabasamu kwa upole. Amani, hii si usingizi wa kawaida, Shiku alisema huku akicheka. Tunakuhitaji uamke, lakini bado unaenda kulala kimya. Walisubiri kidogo wakicheka, kisha kwa uangalifu walimchukua Amani, wakimshikilia ili asipate kuanguka, wakimpeleka katikati ya shamba la mpunga lililojaa majani mabichi. Amani alitoka kwenye usingizi taratibu, macho yake yakipigwa na mwanga wa asubuhi, uso wake ukiwa mchanganyiko wa mshangao na kicheko. Hii ni shamba halisi. Nimekosa kuona hivi wakati wa usingizi, Amani alijisemea, akicheka. Wote walicheka pamoja, na muda huo ulijaa furaha, upendo na mshikamano wa kweli. Hapo ndipo Amani alianza kuelewa shamba hili si tu ardhi, lilikuwa historia, maisha na urithi wa familia yake. Amani aliendelea kulala shambani, lakini sasa kwa uangalifu zaidi, akitazama majani yakivuma chini ya upepo wa asubuhi. Marafiki zake waliketi karibu, wakicheka kidogo. Umeshashindwa kulala peke yako? Unapita kwenye usingizi mzito hadi tusigeukie kuchukua hatua? Zawadi alijicheka, akimshika mkono wake kidogo. Amani alitabasamu, bado akiogopa kidogo. Lakini nahisi amani hapa, alisema taratibu. Shiku alimchokoza kidogo. Hii si tu amani, ni alama ya kwamba unahitaji kuamka mara moja. Wakiwa pamoja, walicheka, wakiunda kumbukumbu ya furaha na mshikamano. Shamba lilionekana kumkumbatia Amani, na kila jani la mpunga lilikuwa sehemu ya dunia yake mpya, mahali ambapo furaha, historia na urithi wa familia vinaungana. Baada ya dakika chache, Amani alijisikia kuwa ana nguvu kidogo. Sawa, nimeamka sasa, lakini nitakaa hapa kidogo tu. Majani haya ni laini, alisema huku akitabasamu. Marafiki zake waliketi kando yake, wakimlinda kutoka kwenye majani makali ya mpunga. Hii ni shamba lako sasa, Amani, lakini kumbuka, usingizi mzito unahitaji kuwa mwangalifu, Shiku alisema huku akimcheka. Amani alikumbuka maneno ya mama yake, mrembo wangu, dunia inakuchukua, lakini lazima ujue lini kuamka. Hapo ndipo alijua kuwa shamba hili halikuwa tu ardhi, lilikuwa darasa la maisha, kama walivyokuwa wakiimba mashamba ya familia yake. Wakati Amani alipotulia katikati ya shamba, akitazama jua likichomoza, alijisikia furaha na mshikamano wa kweli. Marafiki zangu, nimegundua kitu. Shamba hili ni zaidi ya kazi, ni sehemu ya furaha, historia na urithi wa familia, alisema. Zawadi alikabasamu. Sasa umeamka, lakini kumbuka, kila kona ya shamba hili ina hadithi. Hii ndiyo sababu tulikushusha hapa. Amani alicheka, akihisi mshikamano wa kijiji. Na sasa najua kuwa maisha yangu na ardhi hii havitoweza kutengana, alisema kwa sauti ya chini. Baada ya kuchukua pumzi ndefu ya hewa safi, Amani aliamua kusimama polepole, akigusa majani ya mpunga. Sasa nimeamka kabisa, na najua maisha yangu hayatofanikiwa bila kuangalia shamba hili, alisema. Marafiki zake waliketi kando yake, wakimlinda kutoka kwenye majani makali ya mpunga. Hii ni shamba lako sasa, Amani, lakini kumbuka, usingizi mzito unahitaji kuwa mwangalifu, Shiku alisema huku akimcheka. Amani alikumbuka maneno ya mama yake, mrembo wangu, dunia inakuchukua, lakini lazima ujue lini kuamka. Hapo ndipo alijua kuwa shamba hili halikuwa tu ardhi, lilikuwa darasa la maisha, kama walivyokuwa wakiimba mashamba ya familia yake. Baada ya kuamka kabisa, Amani aliamua kutembea kati ya mpunga kwa miguu yake bea, akihisi majani laini yanapogusa nyayo zake. Shiku na Zawadi walimfuata, wakicheka kila mara anaposogea kidogo na kuangalia dunia inayozunguka. Hii ni amani ya kweli, Amani alisema, akitabasamu. Nimekuwa na usingizi mzito sana, lakini sasa najua kila kitu kinahitaji macho ya wazi na moyo thabiti. Zawadi alimtazama kwa furaha. Umesoma shule ya shamba, Amani? Hapa ni darasa lako la kwanza. Kila jani lina hadithi, kila kipande cha ardhi lina thamani. Amani alikumbuka baba yake akizungumza kuhusu urithi wa familia. Hii si tu shamba, alisema kwa sauti ya chini, ni maisha yetu, historia yetu na ndoto za vizazi.
Hapo ndipo Amani alianza kuelewa kuwa usingizi wake mzito ulikuwa tu mwanzo wa safari ya kuungana na dunia ya shamba, familia yake na marafiki wake. Shamba hili lilikuwa sehemu ya moyo wake, na sasa alijua lazima alinde thamani yake milele. Siku hiyo Amani aliketi chini ya mti mkubwa, akitazama ndege wakiruka juu. Shiku alimcheka kidogo. Umeshindwa hata kuona ndege mpaka leo. Wacha tusimame na kuanza kazi ya shamba. Amani alikaza mikono yake kwenye majani, akihisi nguvu ya ardhi chini ya mikono yake. Hii ni hisia nzuri sana, alisema. Hii ni dunia ambayo inakumbatia, sio kuikimbia. Zawadi alimsalimia kwa kicheko. Hapa ni shule ya maisha. Kila kipande cha shamba kinakufundisha upendo, mshikamano na ujasiri. Amani alikumbuka jinsi alivyolala sana, akicheka kidogo. Sasa najua, usingizi wangu mzito ulikuwa tu alama kwamba nilikuwa tayari kuanza safari haya ya kweli. Wakati huo upepo wa asubuhi ulisogea kwa upole, ukileta harufu ya majani ya mpunga. Amani alijua kuwa kila pumzi aliyopumua ilikuwa sehemu ya kujifunza kushirikiana na ardhi na marafiki zake. Jioni ilipofika, Amani aliamua kujaribu kupanda kwenye sehemu ya juu ya shamba. Shiku alimshika mkono, akimwambia, hii si tu mchezo Amani, lakini utajifunza nguvu na ustahimilivu. Amani alikaza mikono yake, akicheka kidogo. Na furaha ya kila hatua. Hii ni furaha ya kweli, si ile ya usingizi tu. Wakiwa kwenye kilele cha shamba, aliona kijiji kizima kilichopaa chini. Hii ni dunia yetu yote, alisema, na kila mtu hapa ana jukumu, lakini moyo wangu sasa una hisia mpya kabisa. Zawadi alimtazama akitabasamu. Hii ndiyo safari ya kweli ya moyo. Kila hatua unayopiga inakufundisha thamani ya familia, urithi na mshikamano. Amani alijua kuwa hatari yoyote, changamoto au uoga wa baadaye hauwezi kumfanya ajaribu kushindwa. Hii ilikuwa sehemu ya mapambano yake ya maisha, na shamba lilikuwa kielelezo cha nguvu yake ya kweli. Usiku ule Amani alikaa kando ya shamba, akitazama mwangaza wa mwezi ukipenya kati ya majani ya mpunga. Shiku na Zawadi waliketi kando yake, kila mmoja akifurahia mtulivu wa shamba. Umeshindwa kulala tena kimya, lakini hii ni njia ya kushirikiana na dunia, Zawadi alisema kwa kicheko. Amani alikumbuka jinsi alivyolala sana, akicheka kidogo. Sasa najua, dunia hii ni darasa langu, shamba hili ni mwalimu wangu, na nyoyo zenu marafiki ni silaha yangu. Wakati huo upepo wa jioni ulileta sauti za wanyama wadogo na majani yakikunguka. Amani alijua kuwa kila sauti ilikuwa sehemu ya mafunzo ya maisha, ya mshikamano na ya urithi wa familia yake. Shamba hili lilimfundisha kuwa maisha si tu juu ya usingizi au kazi, bali juu ya moyo, mshikamano na upendo wa kweli. Kesho yake, Amani aliamua kuanza kuandaa shamba kwa nguvu yake mwenyewe. Shiku na Zawadi walimchukua kama walivyokuwa wakimsaidia mapema, wakicheka huku akijisogeza kati ya safu za mpunga. Hii ni fursa yako Amani. Hakuna usingizi sasa. Ni wakati wa kushirikiana na ardhi yako, Shiku alisema. Amani alikaza mikono kwenye udongo, akihisi kila chembe. Sasa naona thamani ya kila hatua. Usingizi mzito uliokuwa KWA mara moja ulikuwa tu maandalizi ya moyo wangu kushirikiana na dunia HII. Zawadi alicheka. Na sasa unajua, shamba hili si tu ardhi, ni historia, furaha na mshikamano wa kweli. Amani alijua kuwa kila hatua, kila pumzi na kila kicheko cha marafiki wake kilikuwa sehemu ya safari ya maisha. Shamba hili lilimfundisha uthabiti, mshikamano na upendo wa kweli ambao ungeendelea kuwa naye milele. Amani alilala chini ya jua dogo la asubuhi, bado akitabasamu kidogo kutokana na usingizi mzito wa jana. Shiku alirudi kando yake akicheka. Umeshangaa tena Amani? Labda leo tutakupeleka sehemu tofauti za shamba ili ujue thamani ya kila jani. Amani alifungua macho kidogo, akitazama majani ya mpunga yanayovuma KWA pole. Nafurahia kila sehemu ya shamba, alisema. Hii ni dunia yangu, na sasa naamua kuwa usingizi wangu mzito ni ishara ya kujiandaa KWA mambo makubwa. Zawadi aliketi kando yake akimchokoza kwa kicheko. Hapa kila kipande cha ardhi kinakufundisha moyo, mshikamano na historia ya familia. Amani alikumbuka maneno ya mama yake, mrembo wangu, dunia inakuchukua, lakini lazima ujue lini kuamka. Alijua sasa kuwa usingizi wake mzito ulikuwa tu mwanzo wa safari ya maisha.
Shamba hili lilikuwa ni darasa lake, na pamoja na marafiki zake alihisi shamba likimkumbatia pole pole, likimfundisha thamani ya maisha, mshikamano na urithi wa familia. Hapo ndipo safari ya kweli ya Amani ilianza. Siku hiyo, Amani aliamua kutembea kati ya safu za mpunga, akigusa majani KWA miguu yake. Shiku na Zawadi walimfuata wakicheka kila mara aliposogea. Hapa ni shule ya maisha, Zawadi alisema. Kila jani lina hadithi, kila kipande cha ardhi lina thamani. Amani alikaza mikono yake kwenye majani, akihisi nguvu ya ardhi chini yake. Hii si tu shamba, alisema, ni maisha yetu, historia yetu na ndoto za vizazi. Wakati huo, upepo wa asubuhi ulisogea, ukileta harufu ya udongo na majani mapya. Amani alijua kuwa kila pumzi aliyopumua ilikuwa sehemu ya kujifunza kushirikiana na ardhi na marafiki zake. Hii ilikuwa sehemu ya safari ya maisha yake, kuanzia na usingizi mzito hadi kujitambua kuwa shamba hili lilikuwa sehemu ya moyo wake na urithi wa familia. Usiku ule, Amani alilala chini ya mti mkubwa wa mwarobaini, akitazama mwangaza wa mwezi. Shiku alimcheka. Labda kesho usingizi wako mzito utakuwa darasa lingine, Amani. Amani alitabasamu, akitabasamu kwa kicheko kidogo. Hii ni furaha ya kweli. Najua sasa kwamba kila hatua ya maisha yangu ni sehemu ya mshikamano na dunia hii. Zawadi alimshika mkono akitabasamu. Safari ya kweli ya moyo inakufundisha uthabiti, mshikamano na upendo. Hii ni kweli, Amani. Amani alijua kuwa hatari yoyote, changamoto au hofu ya baadaye haiwezi kumfanya ajaribu kushindwa. Shamba hili lilikuwa kielelezo cha nguvu yake ya kweli, na marafiki zake walikuwa sehemu ya mshikamano huu wa maisha. Kesho yake, Amani aliketi katikati ya shamba akiwa peke yake, akihisi majani yakimkumbatia. Hii si tu ardhi, alisema kwa sauti ya chini, ni historia, urithi na mshikamano wa kweli. Shiku na Zawadi waliketi kando yake, kila mmoja akitabasamu kwa furaha. Hapa ni shule ya kweli, Amani, Shiku alisema, na kila kicheko, kila pumzi, kila hatua ni sehemu ya mafunzo yako. Amani alijua kuwa usingizi mzito aliokuwa nao ulikuwa ishara ya uharibifu wa hofu na kujiandaa kwa maisha makubwa. Safari yake ilianza, na shamba lilikuwa msingi wa nguvu yake, mshikamano na upendo wa kweli. Wakati wa mchana, Amani alisimama kati ya safu za mpunga, akihisi kila jani likigusa mikono yake. Sasa najua, alisema kwa sauti ya chini lakini yenye uvu, ushindi, furaha na historia ya familia yangu vyote vinatoka kwenye mshikamano na dunia hii. Zawadi alicheka, na sasa unajua, usingizi mzito ulikuwa tu mwanzo wa safari ya kweli ya moyo na maisha. Shiku alikazia macho yake kwa furaha. Hapa kila hatua unayopiga ni mafunzo ya maisha. Na sasa umeanza safari ya kweli, Amani. Amani alijua kuwa shamba hili, marafiki wake na familia yake walikuwa sehemu ya safari ambayo ingeendelea kumfundisha uthabiti, mshikamano na upendo wa kweli milele. Siku ingine asubuhi, Amani aliamka akiwa peke yake kwenye safu za mpunga, lakini alikuwa bado na usingizi kidogo, akipiga pumzi nzito. Shiku na Zawadi walikuja kimya, wakicheka kwa upole. Labda tutaamua kukupeleka kwenye sehemu ya shamba ingine ili ujue thamani ya kila jani, Shiku alisema huku akicheka. Walisogea kimya na kumchukua Amani taratibu, akicheka lakini akikubali kwa upole. Wakiwa katikati ya shamba lililojaa majani mabichi, Amani alitabasamu, akihisi upepo wa asubuhi ukimpa nguvu. Sasa najua, shamba hili si tu ardhi, ni historia yetu, familia yetu na mshikamano wetu. Zawadi alimcheka. Hii ni safari ya kweli, Amani. Kila kipande cha ardhi kinakufundisha upendo na uthabiti. Amani alijua kuwa shamba hili pamoja na marafiki wake walikuwa sehemu ya mshikamano wake na dunia. Hii ilikuwa mwanzo wa safari ya maisha, ambapo usingizi mzito ulikuwa alama ya kwanza kujifunza kuthamini kila sehemu ya familia na urithi wake. Baada ya kucheka kidogo, Amani aliketi chini ya mti mkubwa, akitazama ndege wakiruka juu. Hii ni amani ya kweli, alisema kwa sauti ya chini lakini yenye furaha. Shiku alimshika mkono kidogo. Usikose kutumbia macho yako sasa. Dunia inakuchukua, lakini lazima ujue lini kuamka. Amani alikumbuka maneno ya mama yake,
Mrembo wangu, moyo wako ni silaha yako. Alijua kuwa safari yake ilikuwa kuanza na shamba hili lilikuwa sehemu ya moyo wake. Zawadi alitabasamu. Hapa kila hatua ni mafunzo. Hii ni shule ya maisha, Amani. Amani alijua kuwa hatari yoyote ya baadaye, changamoto au uoga hauwezi kumfanya ajaribu kushindwa. Shamba lilikuwa kielelezo cha nguvu yake ya kweli, na marafiki wake walikuwa sehemu ya mshikamano huu wa maisha. Usiku ule, Amani alilala chini ya mwanga wa mwezi, majani ya mpunga yakimkumbatia kwa upole. Shiku na Zawadi waliketi karibu, wakicheka kidogo. Labda kesho usingizi wako mzito utakuwa darasa lingine, Shiku alisema kwa kicheko. Amani alitabasamu, akijua kila pumzi aliyopumua ilikuwa funzo. Sasa najua, dunia hii ni darasa langu, shamba hili ni mwalimu wangu, na nyoyo zenu marafiki ni silaha yangu. Zawadi aliwashika mkono. Safari ya kweli ya moyo inakufundisha uthabiti, mshikamano na upendo wa kweli. Hii ni kweli Amani. Hapo ndipo Amani alianza kuelewa kuwa usingizi wake mzito ulikuwa mwanzo tu ya safari ya maisha. Shamba lilikuwa msingi wa mshikamano, historia na upendo wa kweli. Siku ya pili, Amani aliketi katikati ya shamba, akitazama jua likichomoza. Hii si tu ardhi, alisema kwa sauti ya chini, ni historia, urithi na mshikamano wa kweli. Shiku alimcheka. Sasa umeamka, lakini kumbuka kila kona ya shamba hili ina hadithi. Hii ndio sababu tulikushusha hapa. Amani alicheka, akihisi mshikamano wa kijiji na marafiki wake. Na sasa najua kuwa maisha yangu na ardhi hii havitaweza kutengana, alisema. Wakati huo, upepo wa asubuhi ulileta harufu ya majani mapya. Shamba lilimfundisha uthabiti, mshikamano na upendo wa kweli, na Amani alijua kuwa safari yake ilikuwa kuanza kwa moyo safi na akili thabiti. Jioni ile, Amani alirudi katikati ya shamba akiwa peke yake, akihisi kila jani likimkumbatia kwa upole. Sasa najua thamani ya kila hatua, alisema kwa sauti ndogo lakini yenye nguvu. Zawadi alimtazama. Umesoma shule ya maisha, Amani. Kila pande ya shamba kinakufundisha upendo, mshikamano na historia ya familia. Shiku alitabasamu. Sasa kila hatua unaopiga ni mafunzo ya maisha. Hii ni mwanzo wa kweli wa safari yako. Amani alijua kuwa shamba hili, marafiki wake na familia yake walikuwa sehemu ya safari ambayo ingeendelea kumfundisha uthabiti, mshikamano na upendo wa kweli milele. Hapo ndipo moyo wake uliokota nguvu na amani kamili. Asubuhi ya pili baada ya sherehe ndogo shambani, Amani alilala tena kwenye sehemu ya mpunga, akionekana amelala sana mpaka akipiga pumzi nzito. Shiku alirudi akicheka. Umeshindwa tena. Labda leo tutakupeleka kwenye kona nyaya nyingine ya shamba ili ujue thamani ya kila jani. Zawadi alimshika taratibu Amani, wakimpeleka katikati ya safu ya mpunga iliyojaa majani mabichi. Amani alitabasamu, akihisi upepo wa asubuhi ukimchoma uso kidogo. Sasa najua shamba hili si tu ardhi, ni maisha yetu, historia yetu na mshikamano wetu wa kweli, alisema akicheka kidogo. Marafiki zake walicheka pamoja naye, wakimshirikisha kwenye kila hatua. Kila kipande cha shamba kilionekana kumpa amani na mshikamano, na Amani alijua kuwa safari yake haikuwa tu juu ya usingizi au majani, bali juu ya moyo, mshikamano na upendo wa kweli. Baada ya kuamka kabisa, Amani alitembea kati ya safu za mpunga, akihisi majani yanapogusa mikono yake. Shiku na Zawadi walimfuata, wakicheka kila mara alipopiga hatua ndogo. Hapa ni shule ya maisha, Zawadi alisema. Kila jani lina hadithi, kila kipande cha ardhi lina thamani ya familia yetu. Amani alikaza mikono yake kwenye majani, akihisi nguvu ya udongo. Hii si tu shamba, alisema kwa sauti ndogo. Ni urithi wetu, mshikamano wetu na furaha ya kweli. Upepo wa asubuhi ulisogea, ukileta harufu ya majani mapya. Amani alijua kuwa kila pumzi aliyopumua ilikuwa sehemu ya mafunzo ya maisha. Shamba, familia na marafiki wake walikuwa sehemu ya mshikamano wa kweli. Usiku ule, Amani alilala chini ya mti mkubwa, akitazama mwangaza wa mwezi. Shiku alicheka. Labda kesho usingizi wako mzito utakuwa darasa lingine, Amani. Amani alitabasamu. Hii ni furaha ya kweli. Sasa najua kila hatua ya maisha yangu ni sehemu ya mshikamano na dunia hii. Zawadi alimtazama. Safari ya kweli ya moyo inakufundisha uthabiti, mshikamano na upendo wa kweli. Hii ni kweli, Amani. Amani alijua kuwa hatari yoyote ya baadaye haiwezi kumfanya ajaribu kushindwa. Shamba hili lilikuwa kielelezo cha nguvu yake ya kweli, na marafiki wake walikuwa sehemu ya mshikamano huu wa maisha.
Siku ya pili, Amani aliketi katikati ya shamba akitazama jua likichomoza. Hii si tu ardhi, alisema kwa sauti ndogo, ni historia, urithi na mshikamano wa kweli. Shiku alimcheka. Sasa umeamka, lakini kumbuka, kila kona ya shamba hili ina hadithi. Hii ndiyo sababu tulikushusha hapa. Amani alicheka, akihisi mshikamano wa kijiji na marafiki wake. Na sasa najua kuwa maisha yangu na ardhi hii havitoweza kutengana, alisema. Upepo wa asubuhi ulileta harufu ya majani mapya, na Amani alijua kuwa safari yake ilikuwa kuanza kwa moyo safi, akili thabiti na mshikamano wa kweli. Jioni ile, Amani alirudi katikati ya shamba akiwa peke yake, akihisi kila jani likimkumbatia. Sasa najua thamani ya kila hatua, alisema kwa sauti ndogo lakini yenye nguvu. Zawadi alimtazama. Umesoma shule ya maisha, Amani. Kila kipande cha shamba kinakufundisha upendo, mshikamano na historia ya familia. Shiku alitabasamu. Sasa kila hatua unayopiga ni mafunzo ya maisha. Hii ni mwanzo wa kweli wa safari yako. Amani alijua kuwa shamba hili, marafiki zake na familia yake walikuwa sehemu ya safari ambayo ingeendelea kumfundisha uthabiti, mshikamano na upendo wa kweli milele. Hapo ndipo moyo wake uliokota nguvu na amani kamili. Siku ya asubuhi, Amani alilala katikati ya shamba, akitabasamu kidogo kutokana na usingizi mzito wa jana. Shiku na Zawadi walikuja kimya, wakicheka. Hii ni usingizi wa shahada. Labda leo tutakupeleka kwenye sehemu nyingine ya shamba, ili ujue thamani ya kila jani. Walimchukua kwa upole, wakimpeleka katikati ya safu ya mpunga iliyojaa majani mabichi. Amani alitabasamu, akihisi upepo wa asubuhi ukimchoma uso kidogo. Sasa najua, shamba hili si tu ardhi, ni maisha yetu, historia yetu na mshikamano wetu wa kweli, alisema akicheka kidogo. Marafiki zake walicheka pamoja naye, wakimshirikisha kwenye kila hatua. Kila kipande cha shamba kilionekana kumpa amani na mshikamano. Amani alijua kuwa safari yake haikuwa juu ya usingizi tu, bali juu ya moyo, mshikamano na upendo wa kweli. Wakati wa mchana, aliamua kuzunguka shamba akiwa amefurahia upepo wa asubuhi. Kila pumzi, kila kicheko, kila hatua ilikuwa somo la maisha. Hako ndipo moyo wake ulipoanza kujifunza thamani ya urithi wa familia na mshikamano wa kijamii. Baada ya kuchukua pumzi ndefu, Amani aliketi chini ya mti mkubwa akitazama ndege wengine wakiruka juu. Hii ni amani ya kweli, alisema kwa sauti ya chini lakini yenye furaha. Shiku alimshika mkono kidogo. Usikose kutumia macho yako sasa, dunia inakuchukua lakini lazima ujue lini kuamka. Amani alikumbuka maneno ya mama yake, mrembo wangu, moyo wako ni silaha yako. Alijua kuwa safari yake ilikuwa kuanza na shamba hili lilikuwa sehemu ya moyo wake. Zawadi alimtazama. Hapa kila hatua ni mafunzo. Hii ni shule ya maisha, Amani. Amani alijua kuwa hatari yoyote ya baadaye, changamoto au uoga, hauwezi kumfanya ajaribu kushindwa. Shamba lilikuwa kielezeo cha nguvu yake ya kweli, na marafiki zake walikuwa sehemu ya mshikamano huu wa maisha. Usiku ule, Amani alilala chini ya mwanga wa mwezi, majani ya mpunga yakimkumbatia kwa upole. Shiku alicheka. Labda kesho usingizi wako mzito utakuwa darasa lingine, Amani. Amani alitabasamu. Hii ni furaha ya kweli. Sasa najua kila hatua ya maisha yangu ni sehemu ya mshikamano na dunia hii. Zawadi alimtazama. Safari ya kweli ya moyo inakufundisha uthabiti, mshikamano na upendo wa kweli. Hii ni kweli, Amani. Amani alijua kuwa hatari yoyote ya baadaye haiwezi kumfanya ajaribu kushindwa. Shamba lilikuwa kielezeo cha nguvu yake ya kweli, na marafiki zake walikuwa sehemu ya mshikamano huu wa maisha. Siku ya pili ya sherehe, Amani alikaa katikati ya shamba akitazama jua likichomoza. Hii si tu ardhi, alisema kwa sauti ndogo, ni historia, urithi na mshikamano wa kweli. Shiku alimcheka. Sasa umeamka, lakini kumbuka, kila kona ya shamba hili na hadithi. Hii ndiyo sababu tulikushusha hapa. Amani alicheka, akihisi mshikamano wa kijiji na marafiki zake. Na sasa najua kuwa maisha yangu na ardhi hii havitoweza kutengana, alisema.
Upepo wa asubuhi ulileta harufu ya majani mapya. Shamba lilimfundisha uthabiti, mshikamano na upendo wa kweli, na Amani alijua kuwa safari yake ilikuwa kuanza kwa moyo safi, akili thabiti na mshikamano wa kweli. Usiku ule Amani alikaa kando ya shamba akiwa peke yake, akitazama nyota. Sasa najua thamani ya kila hatua, alisema kwa sauti ndogo lakini yenye nguvu. Zawadi alimkumbatia kwa upole. Umebeba familia, historia na mshikamano wa kweli. Hii ni zawadi ya maisha. Shiku alitabasamu. Safari ya kweli haishi, lakini sasa moyo wako umejifunza, akili imetulia na historia ya familia inadumu. Amani alijua maisha yake yote yalibadilika. Ushindi huu haukuwa tu wa kifedha, bali wa moyo, historia na mshikamano wa kweli. Kijiji kizima kililala KWA Anani, shamba lilipumua KWA furaha, historia na upendo. Hapo ndipo Amani alijua kuwa safari ya kweli ya moyo, familia na ardhi ilikuwa imeanza, na hakuna atakayeshinda urithi wa kweli wa maisha yake.